EWURA ni taasisi ya umma ambayo inasimamia nishati, umeme, maji na mafuta. Gesi na mafuta viko pamoja, na kama mnavyofahamu hizo ni bidhaa nyeti katika nchi. Mafuta ni bidhaa nyeti katika nchi. Ukiacha ikaenda kiholela, tafsiri yake ni kwamba bei pande. Bei ikipanda kwenye nauli, alafu bei ikapanda kwenye kusafirisha mizigo, ukifanya kosa ukaacha kila mtu apange bei anayotaka, unasababisha maafa katika nchi. Kwa serikali kaunda chombo kinaitwa EWURA. Jukumu lake mojawapo ni kuwa referee wa kusimamia haki na usawa na uwazi kwenye hiyo biashara ya mafuta, kuingilia kati kwenye bidhaa nyeti za nchi kama mafuta, kwamba mtu hawezi kupanga bei anayotaka yeye mwenyewe. EWURA ndo kazi yake, na kwa kweli wanaifanya kazi vizuri. Kwa tunashukuru sana EWURA kwa kazi hiyo, lakini tunashukuru zaidi kwa kuchukua hatua kuja sasa kueleza namna mnavyofanya kazi na vile mnavyotaka tufanye. Sasa wafanya biashara wote wanaouza mafuta kwenye madumu, kwenye mapipa makubwa mtaani huko, waache, ili tudumishe usalama, lakini ili turahisishe pia huduma kwa wananchi wetu. Huyu hata kumtoza kodi haiwezekani, na tusipotoza kodi nchi haiendi. Bidhaa kama mafuta si bidhaa za kuziuza kiholela. Kwa niwaombe EWURA muendelee na moyo huu wa kuwa karibu na wananchi hao, kwa sababu mko kwa ajili ya umma ndio huu. Tunashukuru zaidi kwa kuchukua hatua kuja sasa kueleza namna mnavyofanya kazi na vile mnavyotaka tufanye. Dkt. Samia Suluhu Hassan amekuja na sera mpya, anasema tusifyeke miti. Ili tusifyeke miti tufanyeje? Tuwe na nishati mbadala. Na Afrika imetambua mchango wa Dkt. Samia Suluhu Hassan, na sisi kama Watanzania wazalendo tunamuunga mkono. Tumeona sasa ni busara tuwaeleza wananchi na wadau kwa ujumla mahitaji ambayo yanapatikana katika kuhakikisha kwamba vituo vya mafuta vinaenea maeneo ya vijijini, lakini pia wasambazaji wa mitungi ya gesi wanaenea maeneo ya vijijini. Kwa sisi rai yetu ni kwamba wale wafanyabiashara wa eneo hilo wazingatie taratibu za usalama na uhifadhi wa miundombinu, ili kuhakikisha kwamba hiyo hali ya kupatikana kwa maji kwenye mafuta isiweze kutokea, kwa sababu ni moja wajibu wa mtoa huduma kwenye kila maeneo. Kabla tujashusha mzigo, tunatoa sample, tunapima kama tunapima density, uzito wa mafuta, tunahakikisha mafuta yani yana ubora, ndo hapo tushushe mafuta, ili wateja wetu wasipate shida kwenye products zetu ambazo tunazitoa.